Leo tunaenda kuangalia namna ya kutumia PDF tools. Ni rahisi jinsi ya kutumia. Unafungua package yako ya HalaBuild. Kisha ifungua itafunguka. Funguka ili uweze kutumia, lazima kwanza uinstall hiyo package ya Cosmage for Building Works ambayo sasa unaipata wapi? Unaenda kwenye marketplace. Hakikisha una internet wakati huo wa kuinstall package yetu ya Cost Management for Building Works Volume 2. Unachokifanya hapa, utaenda kwenye kialama cha rangi ya blue, utaklik hapa. Click hapo uta install ukiwa umeconnect na internet. Baada ya hapo unaweza kufanya ukiwa offline. Ukianza kuinstall, rudi kwenye dashboard. Sasa itakuruhusu kuadd new project. Unaweza kuadd kupitia hapa au kupitia chini hapa, whatever you want. Ukiklik hapa itakuja form ya kuadd new project. Labda tuite ni project gani? Ni Uyole project kwa mfano. Kwa hiyo kisha add, utaklik next, alafu utaklik create. Tayari itakuwa imecreate project yako ambayo inaitwa Uyole project ya Building Works, na utaziona zile elements, utaziona zile billings za ujenzi ambazo kuna preliminary, prime cost sum, measured works na day work. Sasa nataka kufanya kwenye measured works, lakini utumie PDF tools. Unafanyaje? Ni rahisi. Utakuja huku kwenye upande wako wa kushoto, mwa hii screen yako, utaona kuna sehemu imeandikwa PDF2. Utaklik hii PDF2. PDF2 chini utaiona ile project ambayo umerename. Hapa tuliita Uyole project, utaiona project ya Uyole project ambayo umerename. Utaklik hapa, kisha click hapa itakuja icon inayokuruhusu kuadd mchoro. Na namna gani? Kuna sehemu imeandikwa import PDF. Kwa hiyo utaklik hapa import PDF. Sasa mchoro upata wapi? Ni kwenye kompyuta yako ambayo utaenda kutafuta umeweka wapi. Kwa mfano, tuchukue kwa mfano wangu mimi hapa, mafaili hapo kwenye Hala Consultancy Services. Kwa hiyo nitaklik hapa kwenye Hala, tafungua. Alafu na folder hili hapa nitalifungua. Nataka mchoro wa kwenye folder hili, tafungua. Takuja hapa kwenye mchoro ndio hii hapa. Tachagua nataka mchoro wa structural drawings ambao ndio huu hapa. Taklik hapa, nitaufungua. Mchoro utakuja moja kwa moja hapa. Kisha kuja hapa mchoro, nitauklik mchoro nao utaka ambao ni huu hapa. Mchoro ambao ninautaka hapa huu hapa. Kwa sasa ili niweze kutafuta dimensions itakuwa ni set scale. Sasa nafanya namna gani? Kwenye keyboard yangu ya kompyuta, kwa sababu pameandikwa control, ta hold keyboard ili niweze kuzoom mchoro ninavyotaka, kuweza kuzoom dimension vizuri ambayo nataka kuitumia. Nataka nitumie dimension ya 4150. Kwa nitaiset vizuri hapa. Alafu nitakuja kwenye icon ya set scale. Kwa hiyo nitaklik hapa. Click hapa itakuja kikifomu ambacho kimeandikwa Calibrate by Drawings. Kwa hiyo nitaklik hapa. Set scale kwa kudraw. Hii kasa nikiweka hapa kwenye center inakuwa white. Kija huko inakuwa ikiwa white maana yake kwenye center point. Kwa hiyo hapa ndio imekuwa white. Then nitaihold, tachora mstari mpaka kwenye center nyingine hapa. Hakikisha mstari unanyoka na ile kasa yako inakuwa white. Ikiwa white maana yake imefika kwenye center. Kiachia itakuwa tayari imeshaka after iandika hii scale ambayo ni 4.15. Hapa nimecommit kwenda kwenye mita. Hapa ni 4150, kwenye mita itakuwa ni 4.15. Then nita click set. Baada ya hapo nitaklik tena control ili niweze kuweka mchoro wangu vizuri. Sasa nafahamu kabisa nataka kutafuta quantities. Labda nazijua quantities zangu ni quantities zangu za namna gani, ambazo nitakuwa ni length, width, midth, whatever. Sasa tuanze kutafuta length ya hili jengo. Kwa mfano nataka nitafute length kwa ajili labda ya site clearance, bali nitafute midth kwa ajili ya execution foundations. Nataka kutafuta length kwa ajili ya site clearance, nitaenda moja kwa moja hapa, nitachukua line, click line. Kwa hiyo naweza nikasema nataka hii site clearance yangu nianze kwenye center to center yani. Kwa hiyo nita hold hapa, tazama kutafuta center ya mchoro wangu. Kama kawaida nitaklik hapo, takuja upande wa pili hapa, takuja kwenye center yangu hapa. Kasi kisha kuwa nyeupe maana yake iko kwenye center, nitaklik. Double click itakuwa nimepata length ya jengo langu upande wa. Sasa nataka tafute pia width, ta hold,
ili kuzoom mchoro wangu kama vile ufanya kwenye AutoCAD. Hakuna tofauti. Kwa nita click hapo, tazoom hapo kwa kuhold na kasa yangu taweka hapa. Ta click hapo ili kutafuta tena center nyingine ya upande wa pili hapa kwa ajili ya site clearance. Alafu ta click hapo, ta double click, itakuwa nimepata diagram yangu ya pili. Nikitaka kutafuta minigith, maana yake nazunguka along these dimensions kutafuta minigith. Kwa hiyo ninachokifanya, nitachukua line yangu hapa, nitaanzia hapa nilipoanzia ili sasa nitafute minigith. Kwa hiyo nitakuja center yake pale, kasikisha kwa white, nita click, taenda hapa kwenye center nyingine ambayo ni hii hapa, ta click, taenda kwenye center nyingine hapa, ninatafuta minigith center line kwa ajili ya foundation trenches. Kwa nita click hapo, takuja tena hapa, yangu inaishia hapa center hapa, ta click hapa, tapanda kwenye kikona hiki mpaka center yake labda ni hapa, nita click. The more unavyokuwa accurate kwenye click, ndivyo unavyokuwa na correct dimensions. Takuja mpaka pale nilipoanzia mara ya kwanza hapa, ta click hapa ambayo ni center yake. Click hapo, ki double click au ni enter, nitapata minigith. Kwa minigith ni ngapi? 99.59. Kwa hapo tayari nimeshatafuta length, width, waje kuingiza kwenye BOQ yangu. Kwa baada hapo nafanya nini sasa? Narudi kule kwenye dashboard. Alafu narudi tule kwenye nini? Kwenye project yangu ya Violet. Nita click hapa. Click hapa, taenda kwenye measured works. Taanza na nini? Taanza na site clearance. Nita click hapa. Sasa nataka nifanye kwa kutumia concept ya combined, ambao maana yake nitazipata bills of quantity pamoja na bidding price. Kwa nita click hapa combined. Hii combined hapa moja kwa moja ile site clearance itakuja description ambayo naweza nika-edit, lakini pia itanipa sasa sehemu ya kujaza length na width. Sasa najazaje? Nikiki hapa kwenye length, alafu naenda kwenye history. Kwa nikiklik hapa itakuja ile PDF ambayo nilikuwa naifanyia kazi na zile vitu ambazo nimezitafuta. Kwa nita click hii dimension hapa. Taziona zile dimension ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sasa hapa zinakuwa ni ascending order, ni descending order. Ile ambayo niliomaliza nayo ndio inakuwa ya kwanza. Kwa hiyo hii ndio niliomaliza nayo, hii ndio iliyofuata na hii ndio iliyofuata. Kwa hiyo hii maana yake hii ndio ilikuwa ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kwa hiyo kama hii ndio ilikuwa yangu ya kwanza, nataka ikae pale, tai click, niki-click itakuja kukaa moja kwa moja hapa. Nakuja width tena, na click kwenye history, nakuja kama nilivyofanya pale, maana yake ni inayofuata. Ta click hapa, itakuja kukaa hapo ya. Sasa hizi zinajirudia mara ngapi? Ni nitaandika kwa mkono, ni mara moja. Sasa bahati nzuri tulikuwa tunafanya site clearance. Site clearance lazima uongeze working space. Working space according to SMM tuna add 0.5 on both side. Kwa hiyo ta click hapa, add another set. Kwa hiyo nitaongeza 0.5 on both side. Maana yake kwa pande mbili itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni mita moja. Kwa hiyo nitaandika moja na hapa moja. Lakini hizi zitakuwa na zaidi unit ngapi? Unit moja. Nimechukua both side. Ile length naongeza 500 kushoto na 500 kulia kwa ajili ya site clearance. Kifika hapo nimemaliza. Hii ndio set ya dimensions ambayo nimemaliza. Kwa sasa hivi sihitaji bidding price. Tena moja kwenye sehemu gani? Kwenye sehemu ya kusave. Kwa nikiklik hapa save, itakuwa tayari nimesave dimensions zangu. Nakuja activity ya pili. Labda ni nini? Labda ni execution foundation trench to receive foundation starting from step level. Tai click hii. The same tena nitakuja kwenye combined, tayari imeshakuwa highlighted. Taanza sasa kujaza minigith yangu hapa ni ipi? Ile ambayo nilikuwa nimeitafuta kule. Kwa nita click hapa. Takuja kwenye history, takuja kwenye mchoro. Hii ambayo ni ngapi? Ni hii hapa. Tulipata wakati wetu tumeitafuta kutoka kule. Kwa nita click. Takuja kukaa hapo width. Width maana yake ni ya foundation. Width ni ya foundation, upana wa msingi wangu. Let's say labda ni 0. Nitaandika hapa 0.7. Lakini height ya kuchimba labda ni 1.5 meter. Nitaandika ni 1.5 meter. Hii ndo foundation yangu nimeshaandika tayari. Kimaliza hapo basi na click tu nini? Save. Hapo nitakuwa tayari nimeweza kutengeneza BOQ yangu ya component mbili, site clearance na foundation trenches. Sasa nafanyaje? Naweza kuview report yangu ambayo nimetengeneza moja kwa moja kutoka kwenye system yangu ya Hala Build. Nafanyaje? Na click tu hapa report. Click report hapa, nitakuja measured works. Kumbuka
Tulifanya kwa kutumia combined, kwa nitaenda kukliki combined. Kliki hapa nitazikuta zile ambazo nimezifanya, ambazo zitakuwa zimekaa hapo, naweza kuzidownload nikaendelea mbele, mambo yakakaa vizuri. Kwa hiyo nikikliki hapa full documents, basi nitakuwa nimedownload the full documents na nitazipata zote hapa zikiwa ziko fresh. Nitatafuta hii na icopy wapi, labda na icopy kwenye desktop. Kwa hiyo nita save hapo, baadaye nikiminimize nikaja hapa kwenye desktop, nitaikuta project yangu. Nikifungua napata first page, napata na zile ambazo nimezifanya kule kutoka kwenye BOQ yangu. Kwa hiyo hii ndio inaitwa nini? Ndio inaitwa HalaBuild feed kwa kutumia PDF. Kwa hiyo utakuta zile ambazo nimezifanya ndio hizi hapa. Utazikuta pale zimekaa vizuri na zimekaa pamoja na quantities zake. Kumbuka kwamba ili zije quantities lazima ukliki ku save. Save zinakaa kama kawaida. Kwa hiyo nilifanya site clearance, nitaikuta hapo imekaa vizuri kabisa. Asante kwa kunisikiliza, na hii ndio namna rahisi ya kutumia PDF tools kwenye HalaBuild field. Asante.